ningependa kuongelea kwa habari ya nyakati hizi ambazo tunazo. Nyakati hizi ambazo ni nyakati za mwisho kabisa. Na ni nyakati za mwisho kabisa kwa sababu ya neno hili ambalo linasema kwamba ukisoma katika ile Mathayo 25 kwa habari ile ya wanawali 10. Wanawali 10 ambao walikuwa wanamsubiri bwana harusi. Ukiangalia ile story utaona kabisa wanaongelea kwamba kulikuwa kuna wanawali 10 ambao wanamsubiri bwana, yani bwana harusi. Mwanamwali maana ni bibi harusi, mabibi harusi. Kwa hiyo ina maana walikuwa wanamsubiri bwana harusi. Lakini bwana harusi huyu alikuwa alikawia. Na pale ambapo alikawia, hao wanawali 10 walilala. Yani walilala. Wote 10 walilala. Lakini wakati wa usiku wa manane makelele yakaanza kusema. Kelele zinatoka huko, wanaanza kusikia kelele. Wao wamelala, wakasikia kelele. Tokeni, jiandaeni, bwana harusi anakuja. Jiandaeni, bwana harusi anakuja. Wanawali 10 wote wakaamka. Wengine 5 wakaziwasha taa zao, maana yake walijiandaa, wakaanza kujiandaa. Wakawasha taa zao ili waende kumlaki bwana. 5 wengine hawakuwa na mafuta kwenye taa zao. Hawakuwa na mafuta. Maana yake ni kuwa hawakuwa wamejiandaa. Unaona? Kwa nini naiongelea hii story? Naiongelea hii story nikilinganisha na kipindi hiki kwa sababu nyakati kama hizi tunasikia mambo mengi sana. Watu wengi sana wanaongea kwa habari ya kurudi kwa Yesu. Kwa habari ya bwana harusi ambaye ni Yesu Kristo kuja kuchukua kanisa lake ambao ni mabibi harusi. Kanisa lake maana wale ambao wamempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hizi kelele ni nyingi sana. Ukiangalia kwenye mitandao, ukiangalia kwenye watu mmoja, ukiangalia tu ni kelele ambazo ziko kwa watu tofauti. Sio watumishi wa Mungu tu, lakini hata kwa watu wa kawaida sana. Yaani watu wa kawaida ambao yani sio watu hata wa mambo ya sio walimu wa Biblia, lakini unaona tu mtu anasema Mungu amenitokea, Yesu amenitokea, vitu kama hivyo. Mpaka na watoto wadogo wanaeleza. Mimi nazikweti hizo kama zile kelele za kwenye ile parable ya wanawali 10. Wanawali 10 kwa sababu ni kelele ambazo zilifanya wengine waanze kuwasha taa zao, kuangalia mafuta yao, kuweka tayari. Lakini kuna wengine hawakuwa na mafuta. Ninaikweti kwamba kipindi hiki kuna wanawali, yani lile kanisa la Mungu, wale waliompokea Kristo ndani ya maisha yao. Kuna ambao wanazisikia hizi kelele kama ni kwenye social media au kwenye popote pale. Wanasikia na wanajiandaa. Wanaandaa taa zao, wanaandaa maisha yao. Wanajiweka tayari. Wanasamehe. Wanawasamehe wengine. Kama walikuwa wamekopa wanarudisha fedha za watu. Kama walikuwa wanafanya kitu ambacho sio kizuri, kazi ambayo sio nzuri, wanaacha hiyo kazi ambayo sio nzuri. Kama walikuwa ni watu ambao wanafanya mambo ambayo sio mazuri, wanaacha. Kwa kifupi, wanajiandaa. Kwa sababu bwana harusi akija asije kawakuta hawako tayari. Lakini kuna wale wanawali wengine au ile kanisa la Mungu lingine ambalo wao ni kanisa la Mungu wamempokea Kristo, lakini wao kwa sababu moja au nyingine hawajajiandaa. Hawajiandai kwa kifupi. Hawajiandai kwa sababu zile kelele ambazo zilipigwa pale ni ili wajiandae. Wapate muda wa kuangalia mafuta na kuweka mafuta. Kwa kanisa la sasa hivi kuna ambao hawajiandai. Wanaona hawa watu hawa ni waongo. Hata hivyo wanasema, hata hivyo neno la Mungu linasema hatujui siku wala saa. Mpendwa, naomba nikuambie kitu.
Yaani kama wewe ni mtu ambaye unasema, neno la Mungu linasema Bwana Yesu hawezi kurudi sasa hivi kwa sababu hatujui siku wala saa. Yaani naomba tu nikwambie, wewe utakuwa uko katika lile kundi la wanawali wapumbavu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linasema katika Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa kwanza, mstari wa kwanza pale. Inasema hivi, Mtume Paulo anasema hivi: kwa habari ya siku ile au siku zile za kuja kwake mwana wa Adamu, sina budi kuwaambia hivi: msije mkawa kama wale watu ambao wamo gizani. Kuna watu ambao wako gizani, maana yake ni watu ambao hawajui mambo ya Mungu, hawafuatili mambo ya Mungu, hawajui chochote, hawajui majira, hawaangalii, yani hawana anything to do with God. Umeelewa? Watu ambao kuna wana wa gizani na kuna wana wa nuru. Wana wa nuru ni wale watu ambao wamempokea Kristo, wako expected kuelewa mambo ya Mungu, kuelewa mambo ya Kristo. Lakini wana wa gizani ni wana ambao yani wao hawajui chochote, hawajampokea Kristo, hawajui chochote. Sasa Mtume Paulo anawaambia kanisa la Thesalonike kwamba ninataka niwaeleze haya mambo, msije mkawa kama wale watu walio gizani, ya kwamba siku ya Bwana ikaja kuwapata kama mwivi. Mwivi maana yake mwizi. Mwizi akitaka kuja kuiba normally hakuambii. Mwizi akitaka kuja kuiba huwa hakuambii. Anakuta tu yaani anaingia tu, anakuingilia tu. Unajikuta nimeibiwa. Lakini anasema, lakini nyie ni wana wa nuru. Unaona? Nyie ni wana wa nuru. Kwa hiyo ili ile siku isije ikakupata unaware. Yaani bila wewe kujijua. Wewe ni mwana wa nuru. Kwa hiyo ina maana kwamba hiyo siku ikija wewe utajua. Hizo nyakati zikifika wewe utajua. Uone? Maana yake ni kwamba ukianza kusema hatujui siku wala saa na umekaa hapo, maana yake wewe ni ignorant. Wewe ni ignorant. Kwa hiyo nilitamani sana niwakumbushe neno hili ili kwa kweli uweze kujiandaa. Uweze kujiandaa. Na kujiandaa huku sio lazima iwe ni siku fulani. Mtu amekwambia ni specific date, kwamba ni siku fulani, kwamba sijui ni. Hapana. Maana yake ni kwamba hizi ni nyakati ambazo Kristo anarudi. Whether atarudi mwaka kesho, atarudi mwaka huu, atarudi kipindi hiki, atarudi wapi. Maana yake tu ni kwamba wewe sasa hivi anza kuandaa maisha yako. Anza kujiandaa. Wapendwa, kujiandaa ni process. Kujiandaa kokote kule ni process. Kuna watu wako hapa ni watu wa Mungu, lakini labda inawezekana wewe una wito fulani wa kimungu, hujaanza kufanya hiyo kazi. Kwa kujiandaa kwako maana yake kwamba kuanza kufanya kile kitu ambacho Mungu alikuitia. Maybe wewe kuna kitu ambacho unakifanya ambacho Mungu hajakuitia, au Mungu alishakwambia achana na hiki kitu, lakini bado hujaacha kwa sababu zako binafsi. Kujiandaa maana yake ni kwamba ni kuanza sasa, mimi nimeamua kuacha kwa sababu nataka nianze kutengeneza maisha yangu na Mungu. Labda kuna dhambi fulani ambayo inakusumbua. Unachotakiwa wewe ni kufanya nini? Ni kuanza kuachana na hiyo dhambi. Ndio maana ya kujiandaa. Kwa kujiandaa ndugu zangu ni process. Kwa unavyosikia kwamba jamani jiandaeni Bwana Yesu anapokuja, hata kama kuna mtu ametaja specific date, wewe interest yako is not the date. Interest yako jiandae. Na usiweke any excuse. What if ndio hiyo date kweli amekuja? Yaani utasema nini ya sasa? Kwa hiyo utakuwa kama vile mtu wa giza. Kama vile wana wa giza. Ndivyo Mtume Paulo alivyokuwa anawaasa wa Thesalonike, kanisa la Thesalonike, kwamba nyie kama wale wanawali waliambiwa, kelele zilipigwa, bwana harusi anakuja, bwana harusi anakuja, and then can you imagine kuna 5 walijiandaa, 5 hawakujiandaa. Hayo ni mahesabu. Neno la Mungu linasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hebu niambia hayo maarifa ya 5 na 5. Maana yake ni kwamba huenda kanisa
la Mungu ambalo liko hapa duniani, ambao wamepokea Kristo ndani ya maisha yao. Kumbe inawezekana hao pia kutoka kuna mgawanyiko, 5 werevu, 5 wapumbavu. Sasa labda nikuulize swali. Je, wewe unataka kuwa katika 5 wapi? Nusu ipi ambao wewe unataka kuwa? Usipojiandaa, ukibeza ujumbe ambao uko katika wave ya kipindi hiki, yale makelele ambao wanasema bwana harusi anakuja, bwana harusi anakuja, kama ukibeza, hata kama umempokea Kristo ndani ya maisha yako, kama unabeza like you are not ready, yani hauko tayari, maana yake kwamba utakuwa kwenye nusu ya wale wapumbavu. Kama wewe utaamua kujiandaa at any cost, kwa sababu kuna kujiandaa kwingine itakugharimu. Kuna vitu ambavyo ulikuwa unatakiwa sasa uanze kuvitoa au kuvisema au kuvitamka au kusema, wanasema kuconfess. Maybe hiyo ndio kitu ambacho unatakiwa ufanye. Labda kuna confessions fulani unatakiwa ufanye. Ndio nasema kuna vitu vingine unatakiwa vitakugharimu. Kujiandaa hakuna maana ya kwamba ukauze vitu. Yani sasa unauza mali, si unauza nyumba, si uko sio kujiandaa. Kwa sababu unauza sasa hiyo hela unafanya nini? Uko sio kujiandaa. Kujiandaa ni moyo wako. Kwa sababu Mungu anakuja kuchukua kanisa safi. Wewe as a person ndio unajiandaa wewe. Sio mali, sio gari, sio jiandae wewe. Samehe. Wasamehe wengine. Waachilie watu. Fanya leo matendo mema. Fanya lile kusudi la Mungu. Fanya kila kitu ambacho unajua, kuwa mtu mwema, kuwa na amani na watu wote, vitu kama hivyo. Usiangalie mambo ya pornography, usikae kwenye makundi ya ajabu. Yani detach yourself from the world. Jinasue kutoka katika ulimwengu. Kwa hiyo ndo namna ambayo nilikuwa natamani sana niwakumbushe. Kwa hiyo ile neno limekuwa very burning kwangu kwamba wapendwa, kuna maarifa fulani ya kimungu tunatokea tuwe nayo kama watoto wa Mungu. Kuna 5 wapumbavu, 5 werevu. Katikati ya kanisa la Mungu lililoko duniani, kuna 5 wapumbavu, 5 werevu. Jiulize, jitafakari wewe, mimi niko wapi? Na yale makelele ambayo yalikuwa yanaongelewa kwenye ile hiyo parable kwamba jamani Bwana Yesu anakuja, wakaamka kuwasha taa, ndo kipindi hiki. Haya makelele yote tunasikia Bwana Yesu anakuja, Bwana jamani tujiandae, wengine wanaweka siku hivi, wanasema hivi. Hayo ndio makelele. Wapendwa, tusiyapuuze haya makelele. Mungu awabariki sana. Jina langu ni Ukundi Mlelwa.